And you know, if anything goes wrong, Your Excellency, my brother, my younger brother, hii itakuja kubebesha mzigo. I'm shocked kwa kuona ati the former president alikuwa apati benefit zake ya ofisi na wafanyikazi. Nimeona umefanya mzuri sana. Haraka umechukua hiyo maneno na ukaweka kamati iongoze na head of civil servant. Lakini my question comes, surely in the constitution kama imekuwa hata wale watu retired wanakutaka pesa zao kwa benki, is this something to be discussed na kuwekwa kamati for now? Ungesema utachukua hatua kwa ile watu wamekosea, because there's nothing to be negotiated actually, because the structures are there and it is not 1 month or 2 months. So who did this and why? Who did this and why, and what was the intention? You actually say watu wanakukimbiza mbio. If people are failed on their duty, you need to know who is this and fine. Ni nani alisimamisha pesa kama hizo za kutuletea aibu? Inatuletea mambo ambaye haionekani ikiwa mazuri. Late now itaoneshana Uhuru former president ako na shida, Rigiji Gachagua ako na shida. Hiyo haitaonekana kama ni pande moja inafinywa. Sitaonekana kama sasa ukabila itaanza kwenda kwa ground huko kuzungumzia mambo kama haya. We are talking this in the media because we have no access of sitting down and advise you or talk with you. So, and I told you one day, if we have not that access, we shall be communicating in the media. That's what we shall be doing. Mimi sina kazi mpaka leo. But don't be worried about me. Kuwa na kazi makosa, kuwa na kazi. We are not buying this kupigania hii mambo ndio tupate kazi. Tulikuwa napigania hii mambo ndio inchi na wananchi to serve according to the promise which we did. And we are fighting with this for peace. Niliongoza mambo ya amani Rift Valley. Hata wewe mwenyewe ukanitambua kuweka watu pamoja. Na nikaambia ndugu zetu wa Kalenjin, hii vita isionekana kama ni ya Ruto na Uhuru. Hii vita ni yetu ambayo watu tunahitaji kutulisha. Our people in Rift Valley, they kept quiet. And even up to now they have never talked. Lakini angalia hiyo watu yote wanapiga Rigiji. Ni watu surrounding you, ni watu wako na pesa, ni watu wako na choppers. Ndole anatoka anasema ati hakuna mtu wa siasa kwenda na ndege. Tunaona Sudi akishuka gari ya ndege ya jeshi. You know, let's talk the truth. Kenyans, they are just watching na kuangalia wanasema. Na media naye imepata kazi ya kufanya. It will be a problem. Put us together. Warn each and everybody. Ule unaona atatoka nje ya reli kwa sababu ya peace. There might be things inside maybe we don't know. But tutategemea na rumor mongering and what we are seeing. Because nobody talks with us to tell us hii inaenda hivi ama iko hivi ama the reason. Maybe on your side, if some people who know exactly what is the problem, they will be able to balance. Lakini sasa wachache tu wa matusi na ni watoto kidogo kutukanana. Sasa Central vita imeanza. Uliona Kimani Ichung'wah na vita waliumiza MCA. No, hii issue hiyo ikienda namna hiyo, I beg you my president, mimi sina kitu nataka. Mimi nataka tuwe na amani na miaka yako 10 umalize kwa njia nzuri. That is my only prayer, kwa sababu we did that agreement mpaka mwisho, and I will support you without any condition mpaka mwisho. But talking the truth, I will be talking the truth. I'll be telling you because I have no time. You have no time for me to sit down. So I'll be working and communicating with you with the media, and I will be praying for you. Na hiyo maombi mlifanya huko ni mzuri, lakini wacha wokovu upelekane na vitendo. Hii mambo you actually say is not trickling well. Trickling well, I beg you, itatuletea shida. Watu wakichanganya hii siasa iwe mbaya, economy iko na shida, ukabila ingia katikati, then our country, it is gone.
Thank you so much. Naomba hiyo mambo tufikishe hapo, na pengine ningeomba pia niambie Rigiji, tumeona shida ambayo umekuwa naye ya kusafiri, na tutafanya harambee very soon kama wananchi wa Kenya, tukununulie ndege. We are going to do harambee, tukununulie ndege. I defended the president, the deputy president, against my brother Uhuru Muigai Kenyatta. I'm not a tribalism. I supported you and I stood usiwe attacked na usifinyiliwe. And you know that. Even now, I'm not a tribal person. I'm not a tribalism. I was standing wherever nafinyiliwa Kenya. Sio Rigiji, anybody else. Kwa sababu ni haki yangu na miaka yangu. Nimebakisha mambo mangapi? Mawili. Kusema ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. God bless Kenya.